sababu ya kutujalia kuwa hapa siku ya leo na pia kutupatia safari njema kutoka mahali ambapo tumetoka mpaka kufika. Bwana, imegharimu mkono wako. Tunaomba sasa Bwana, tunapoendelea na mkutano huu, tunaomba uanze nasi, tuongoze kwa kila jambo, kwa kila atakayezungumza, kwa kila atakayefundisha na shughuli zote. Bwana, tunasikabidhi mbele zako, na tukimalizia tutakusifu na kulinua jina lako. Asante Baba wa uwezo, bariki hata walio jiani, tunawabarikisha wafike salama, tuanze pamoja na wao, na utukufu na sifa ni kwako. Tuomba tukiamini Bwana utakuwa nasi, na ni katika jina la Yesu Bwana wetu tunaomba atakushukuru. Amen. Ambapo kulikuwa na tajiri mmoja alikuwa ametoka, alikuwa anataka kwenda safari ya mbali. Alikuwa na wafanyikazi watatu. Wa kwanza akampa talanta 5. Wa pili alipewa ngapi? Na watatu wakapewa moja. Yule wa kwanza alikuwa na bidii sana. Akaenda akafanyisha kazi zake zikakuwa ngapi? Hali tunajua tunamsia kameno na kuli. Hiyo ni hadithi fupi katika Biblia. Iliandikwa akina nani? Iliandikwa watu ambao ni sisi. Hebu sasa kuna watu ambao walipata talanta hapa kwa sifu. Wacha kutoka kwa Biblia sasa ndio hapa kwa sifu. Tumepewa nini? Tumepewa talanta. By the way, hii kikundi tuko namna hiyo tu. Kwa sababu ukiangalia kuna wale walipata talanta hiyo, talanta ni 30,000 kila mmoja. Kwanza umesikia ukaweka pesa hiyo. Wengine wana trade mara 4, wengine wana trade mara 2. Na wengine hata kuna wale wanatoka, wale kunyang'anya talanta bado wako. Mtu amesema ameangalia watu wamekosa, hawapati watu, unashindwa kama anaishi kwa pori. Mtu anasema mimi sipati watu wanaingiza, nauliza kwani unaishi kwa ni mnyama? Watu wengine tuko hivyo. Katika talanta zetu ningeomba hivi mtu aende afikirie na ajiangalie kibinafsi, kwa sababu hii talanta ilipeanwa safari moja. Jinsi ya kuitumia ni nafasi yako. Unajua unataka kutumia talanta yako kwa jinsi gani? Unataka kukaa nayo ukachimbia kwa mchanga. Kuchimbia talanta kwa mchanga haitazuia wengine wafanyishe zao kazi. That will not stop them. Kila mtu atakuwa anaenda kushughulisha talanta yake, na wao kwa hapo ukifikiria mko mahali moja na wengine utashangaa ulibaki wapi? Ulibaki nyuma. When we were young, nimewaambia kwetu ni Migindori, si ndio? Migindori nyakati hizo ilikuwa na lami. Hata stima hiyo imefika. Tulikuwa tunakuja tunaenda pande za Kenya hii tunakuta kuna vingi ya simu. Siku hizi labda watu hawaonangi hivyo. Unakuta vingi kwa barabara, mkipita na gari inakimbia, si ndio? Unaona kama vingi zinakimbia sana. Kama Mungu ona ile nyingi. Hayo kwa hata Kimeru, nyati Kimeru. Kwa mtu atakuwa hata lugha. Nani elewi Kimeru? Hiyo vingi ilikuwa unaona inakimbia sana. Lakini ukikuta yule jioni unaipata pale. Ni hivyo tulivyo hapa katika simu. Katika simu watu wenye wameingia, because I can tell you ile news kama jioni mkuu hapa naona vizuri. You look beautiful. Muko sawa. These are the faces of millionaires. Kama hukujua nitawaambia leo. And I'm not a prophet. But because I've been here longer than most of you, I can tell you with the confidence what will happen going forward. Hawa ni matajiri peke yao tuko nao hapa. These are all the faces of millionaires. Mtu akienda aende aambie rafiki yake, kwa sababu umeambiwa sisi tumefanya, mimi ni senior wake, yule amekuja mbio na sijui mshahara yake ni ngapi. But majority of us are getting a very good salary. Ile mtu anapata hakuna kitu amefanya special. Tuko na tajiri hapa mwenye labda atasimama kwa wakati wake atueleze. There is nothing special they have done. Nikwambia nani? Sikuambia rafiki. Unaenda unaambia rafiki umepata talanta, nakwambia yeye. Umefanyisha yako kazi. Yule amechimbia yake chini, itakaa hapo hata labda itapata kitu. Wale tumefanya safari nyingi, unaenda unaambia rafiki, na uzuri wa simu nafikiri atatueleza ni kwamba sasa hilo unaambia Mungu jambo, si yeye unajisaidia mwenyewe, unamwambia anaingia, unapata kitu, unapata mshahara kubwa. Ni mshahara yenye serikali ikisikia. Sisi sasa nafikiri tuko level ya gavana ukituona na mshahara tuko level au mshahara ni kubwa. Wengine hapa hata gavana anaweza enda hata anaweza ajiri gavana. Anga tuna mimi na
Katika mshahara hapa nilikuwa naambia vijana jana, nikimalizia nipeane nafasi kwa mwenyewe. Sifu ni kama ndogo ameanguka. Ndogo akianguka unaambiwa kuja na kisu. Kuna mtu anakimbiza masikio, akata masikio. Kuna mwingine anakata stick, kuongea yako italioko, mtu anakata mali anajitaki. Mali unataka. Ukitaka kukata kikubwa, uko sawa sawa. Wenda kuito tu ni shauri yako. Kuna hata watu watakata mkia hapa. Aseme hii ndio kutoka nayo. Ombi langu kabla sijakaa chini ni ombi langu mtu asikuwe na ubinafsi, atuambiange watu ni ngodi manzeni. Ndivyo vijana wanasema. Sasa hiyo mtu amefanya biashara hii si umepata pesa nyingi, hautaki kuambia mwenzako ndio asinufaike. Hapana, ambia mwenzako. Ukiwa na kando yako inawaka wakija jirani kitu tena yako itazima. Yako itaendelea kuwaka, hata mtakuwa na baadhi mtakuwa na kando ngapi? Mtakuwa na kando mbili kwa sababu yako inaweza zima. Alafu afanye nini? Hakuabishe, lakini nataka kusema ni ngoni manzi. Sasa hiyo nataka wamuite ngoni. Tunakaa hapo kwa mgeni na hoteli hao ngoni kwa nje unaweza kununua chai. Kwani sisi ndio tunasema kama tunazungumza nani na hapo huko. Unasikia? Ukisema ndio tunaelewa. Karibuni sana, asante sana Mr. Barnaba, umetueleza vizuri. Na hivi ndivyo sifu video. Sifu ni Starlight Investment Foundation. Vile mnaweza isoma, wale wako karibu. Inaitwa SIF. Simamia Starlight Investment Foundation. Hivi ndivyo kama vile amewaambia. Na kwa hii kampani ama kwa hii platform utajirika ni uamuzi wako. Kupata pesa ni uamuzi wako. Bidii yako utajiri wako. Upendo wako kwa wenzako utajiri kwako. Wengine wakipata pesa unaendelea kupata pesa. Hivyo ndivyo amewaeleza. Unajua mambo mengine Mungu tu anafanya tu akiamua kusaidia. Unajua Mungu anafungua njia. Kuna mtu anajua Mungu ndiye anafungua watu njia. Unakuta umekaa na matatizo maneno miaka mingi lakini kuna njia amefunguka. Hata ujui bila kamekuja. Na kana change maisha immediately. Bila maneno. Na hivyo ndivyo sifi hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao ni wageni hapa mimi naitwa Titus Yaine. Mimi ni mmoja wa hii team. Na mimi ndio naongoza sasa hii kundi. Bwana asifiwe. Na mimi naeleza tu kuhusu Starlight yenyewe ni gani, ile watu wanapata pesa huko na vile wanagrow mambo mengine mingi. Na niwaambia kitambo kabla tujaendelea, mshoe pale kama kuna mambo utakuwa unataka kujua zaidi, utakuwa na nafasi ya kuuliza maswali. Unajua kuuliza maswali ni kujua. Sababu watu bila maswali hawasomi vizuri. Najua naeleza lakini niache ngapi. Lakini wakati swali litaulizwa mambo yote yanaunganika. Na ndirejeza mali nilikuwa nimepita. Si ndio? Sasa sikiza vizuri. Alafu baada ya utaelewa utatuuliza. Kuna wakubwa hapa hivi hata zaidi yangu tuweze kuelewa zaidi. Na tuelewe ni nini yenyewe tunaita hiyo. Sawa sawa? Sasa SIF au Starlight Investment Foundation ilianza 2015 in America. Sio huku Kenya. Na imekaa huko miaka hiyo yote. Wale wameweza kusoma kwa website yake wamesoma namna hiyo from 2015 na imekuwa ni subsidiary of JP Morgan Chase. Wale wanasoma wanasikia hiyo zile banki kubwa za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa global last year. Imekuwa sasa ulimwengu wote. Mwaka jana ndio imepanua mipaka yake ikaenda ulimwengu wote. Na katika ulimwengu wote hapa Kenya iliingia tu the same year last year na ikapata mtu wa kwanza kuanza nayo. Yule ambaye alianza hapa Kenya akiwa number 1. Hapo hapa tumeeleza zaidi
endelea tu kuisoma na interact nao wako huko ng'ambo, wakaendelea kujuana, ajua company ni nini, mpaka akaanza kuintroduce watu wake na marafiki zake. Kwanza akawaintroduce kwa company. Alipo introduce, unajua nao wana marafiki zao, wakaendelea kuambiana mpaka mtu kama mimi pia nikapatwa. Niko kwa mkutano kama hii, ndio nilipatwa na hiyo habari. Haikuwa ya sifu hiyo, ilikuwa mkutano mwingine, nikasikia akifanya introduction. Yeye anafanyanga kazi wapi? Nikasema kwa sababu nimekaa miaka mingi nikitafuta hiyo cryptocurrency. Niliposikia kuna mtu ambaye anafanya kazi na hiyo, nikamaliza mkutano immediately nikienda kwake. Hapo ndio alieleza na nikapata kuwa registered. Bwana Yesu asifiwe. Sasa the first step kabisa ni kuregister mwenyewe. Sasa unapo register unaanza kutumia 13,000 deposit, the minimum deposit ambayo inaweza kuwezesha kufanya kazi. Maana hii ni biashara kama duka. Hii ni biashara kama duka. Wale wako ndani ni wengi. Hapa 99% ama 90% ya wale wako hapa ni wanafanya biashara. You deposit a minimum of 13,000. Hiyo ni $100. Ukiweka hiyo pesa yako hapo umeweka 13,000, ndio iweze kuwa ingine kama hiyo itatake 45 to 50 days kama una trade kila wakati ambao unafaa. Hawitu ngeta kama uchelewi, kama unafuatilia 45 to 50 days hiyo pesa yako inakuwa double. Amen. Nimesema ikiwa hakuna mtu mwingine umeweka under you, itatake 45 to 50 days hiyo pesa yako iweze kuwa double. Imetafuta ingine kama hiyo. Ikiwa una trade, nimeambia tena ni kama biashara, ni biashara, ni trading. Ikiwa au trade, pesa yako itakaa tu kile uliweka, itakaa hiyo tu. Haitaongezeka, maana ni wewe unaongeza ukienda market. Kama unaenda kwa market uuze pesa, kwa sababu ni biashara ya Bitcoin na dola. Hizo ndizo zinauza kwa biashara. Bitcoin moja sasa hivi kwenye ulimwengu ni 8.2 million, 1 Bitcoin. 1 Bitcoin ile Afrika ambayo inafanya biashara hapa. 1 Bitcoin ni around 8.2 million Kenya shillings. Na dola moja nayo ni 129 sasa hivi. Sasa hivi biashara tunafanyanga, ndio maana unaenda kwa finance, ile pesa yako kwenye settings inakuwa inanunuliwa na mtu akopanda kwa finance, inakuwa dollars. Maana ulimwengu unafanya kazi na dola. Sasa kazi ya finance ni kuandikisha pesa. Ndio finance iko pale. Finance ni kama banki ya kuandikisha pesa zote za ulimwengu. Maana hii biashara inafanywa na watu wote, si Kenya tu pekee. Kuna watu wa Tanzania, kuna watu wa Sudan, kuna watu wa Dubai. Kuna watu kwingine na wote pesa yao si kama currency ni tofauti tofauti. Lakini the finance inabadilishwa inakuwa ile pesa ilikuwa, kwa sababu kuna watu hapo wa kununua. Watu wamerejista, wameona watu hapo wanatoa deni kuuza pesa zao. Wanafanya hiyo biashara pia. Hiyo ni biashara pia wanafanya kwa watu huko. Weka pesa zao, yule ako na Kenya shillings anauza inakuwa dola, anasasa zinaweza ingia kwa account ya F6. Sio dola sasa, $100 ndio 13,000. Umeelewa hapo? Sasa 13 yako kama hakuna mtu umeweka, tumesema itakaa 45 to 50 days. Lakini ikiwa kuna mtu mwingine utaweka under you now, kwa ile link ya kutoka kwako, haitachukua muda wote, itatake 31 days. Itakuwa imetafuta ingine kama hiyo na utaongeza trading. Unajua ukirejista kwanza na 13,000 utakuwa na trade saa 8 na saa 10. Signal mbili tu siku. Lakini ukiweka mtu mwingine under you utaongeza signal nyingine. Moja. Uwe kuna mara 3 ya kufanya trading. Mara 3. Na kama unafanya mara 3 usipeze inaongezeka haraka. Na ikiongezeka haraka sasa unaweza ile pesa yako unaweza
inaweza fika kama ile unaweza withdraw. Sasa hivi unataka sasa kwa sababu imekuwa double, kwa sababu unaweza withdraw. Ukitaka withdraw yote ufunge account hiyo ni pia. Ukitaka withdraw kidogo ndio endelee kutafuta kwa sababu unatrade na 1%. Sio pesa mingi. 1% of your amount. Haiendi yote sokoni. Hata kama umeweka 13,000 sio pesa yote inaenda kwa market. Ni only one. Only one part. Na naangalia kwa nini nimepungua zaidi ya trading. Unaona kama ulikuwa na 20,000 sasa hivi umeenda umetrade inapungua inakuwa 19,000 zamani, lakini ikimaliza ile muundo wa biashara hii kama 15 minutes ndio imekuja na faida na ile imerudi. Hawaendangi na pesa yote kwa market. Wanaenda na 1%. Wanaweza wasifiwe. Na hiyo 1% ndio hata kama umekaa miaka ngapi ni 1% tu tena kwa market. Lakini wewe upewe reward ile asabiti zaidi unaweka mtu. Ndio utapewa 2% inakuwa ya asabiti. Kwa hivyo ukiwa mpya signal ni mbili, saa 8 na saa 10. Ukiweka mtu mwingine inakuwa signal 3, unaongeza mwingine ya saa 1. Na hiyo ndio pesa yako sasa inaenda haraka. Kama uliweka 100,000 in that one days ndio kwa sababu umeweka mtu itakuwa 200,000 within that one days. Kama una trade unafuatilia vizuri. Na kama umeweka sasa watu 5 under you utaongeza trading signal nyingine ya 4. Uwe una trade mara 4 kwa siku na pesa yako inaweza double within 21 days. Na hapo sasa ndio utajiri unaanzia. Utajiri wewe biashara unaanzianga sasa hivi umefikisha 5 people. Ndio mtu anajua tofauti ya hii kazi. Wanaweza wasifiwe. Maana kama unaweka watu 5 unakaa kwa VIP tu sasa umekuwa linda. Umekuwa linda. Linda utaendelea kumanage hao watu 5. Ukiwaambia nao utapendwa wewe 5. Kama wewe hauna haja kujiongeza wengine tena wewe. Hauna haja tena. Ni hapo sasa uempower, waambie tafuta mwingine. Nawe ambia mama yako pia umrejeze apate pesa kama wewe. Kwa sababu hii biashara inaweza fanywa na kila mtu, bora tu mtu ako na simu na ako na kitambulisho. Huyu anaqualify bora tu ako hai. Kwa hiyo ni kusema kwamba kila mmoja anaweza pata pesa kwa hii biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja anaweza pata pesa. Bora tu ako na kitambulisho na ako na simu na ako hai. Kwa hivyo hata kama kwa namna hii ni mzee wa miaka 100 kwa hai anaweza anza kutafuta pesa. Unamtafutia wewe. Unamrejeza na simu yake na kitambulisho yake, unaanza kumfanyia kazi kwa simu. Watu 5 wametosa kupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa from there with those 5 people now unaendelea kuempower na wanatafuta wao inakuwa 30 people. Wale 5 wako na wao 5 wao kila mmoja wao. Leo ni wangapi? 30 people unakuwa VIP 3. VIP unajua VIP 2 pia hiyo watu 5 umekuwa linda na kampani kwa sababu wewe ni manager wa watu 5. Hawi together. Unakuwa ni manager wa watu 5. A manager of 5 people. Sasa kampani inakwenda kulipa kwa sababu watu wachache. $24 in a month. Hiyo ni 3,000 ni kama 100 ama 200. 3,020 per month. Kwa sababu una manage watu 5. Kwa sababu ndio umewaambia vile kampani ilivyo na wamekuja kwa sababu ya sauti yako. Sasa kampani inakulipa. Na unalipa every 10 days, 1,000 every 10 days, 1,000 mara 3 kwa mwezi. Sasa wale watu 5 wamepata wengine 5 kila mmoja wao. Umekuwa watu 3. Umekuwa VIP 3. VIP 3 19,000 per month. Na manage watu 3 sasa. Sasa simeanza kusumbuka. Umeanza kusumbuka. Na kwa sababu nasumbuka naongeza mshahara. Naongeza mshahara inakuwa ngapi? 30,000, 19,000 per month. Hiyo ni pesa. Every 10 days 6,500. Every 10 days 6,500. Tarehe 1, tarehe 11 na tarehe 21. 99% ya watu wako hapa nimesema ni watu wanajua vile nasema kabisa. Wengine ni wageni hawajui. Wengine wageni hawajui. Wameona hiyo experience ni ya kweli and they have started earning a lot of money. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio tumesema yule alipata kuregister na 13,000 alafu akatulia.
Si yako peke yake tu. Na ujue hii kampani hailazimishi mtu kufanya kazi. Ukitaka kufanya ufanye. Kama utaki pesa, wewe utasema na hilo uko nayo. Hakuna shinda. Kama utaki kuweka mtu mwingine, utakapoweka kampani miaka miezi 5 hizi bila kuweka mtu, kampani itakwambia wewe hapa kwa sababu haupendi hata ndugu yako, haupendi hata rafiki yako. Wewe withdraw pesa zako, wewe una withdraw your money and you go. Na hakuna no restrictions za withdraw, isipokuwa tu unakuwa charge the withdrawal fee peke yake. Na hakuna restrictions kwa sababu withdraw pesa hapo wameona. Pesa yako ikifikia wakati withdraw hapo hakuna shida sasa. You can withdraw your money wakati ule unataka, na ukitaka ikae ni sawa kwa sababu the bigger the amount, the good the profit. Are we together? Really about the percentage, 1% of 30,000 is not 1% of 900,000. Not the same. Yule akona pesa mingi anapata pesa mingi 1%. Are we together? 1% of 100,000, not 1% of 1,000, of 100,000. Sorry, of a million or 500,000. You can afford this person. It is now according to your deposit. Whatever is in the account, that is what gives you money. Wanaweza sifiwe. Amen. Na nimesema ni watu wote sasa. Wale watu wako baadhi, nataka kitu. Na waende kazi, wasema hata mimi nataka pesa. Hata mimi nataka pesa. Waende watafute watu wao. Wakuwa watu wangapi? 100 people. Sasa umekuwa manager wa watu wangapi? 100. Ukiwa manager wa 100 people, kampani kulipa 64,000. Jioni pesa unalipwa per month. Pesa ngapi? Kwa sababu kampani iko hapa Kenya, wewe uko Amerika, ofisi na wewe ndio uko nao watu wote wanani pesa. Si kwamba unawatafuta hivyo, hapana, unawaonyesha njia ya kutafuta pesa. Na watu wako hapa, watu wamekaa kama miezi 2, njaa iliondoka kwao. They can testify. Hapana njaa. Njaa ilienda kando na wao. Hiyo ni ukweli kabisa. Mtu alikuwa anasumbuka, masumbuko yameondoka. Ulikuwa na tumandani kwa watu, tumandani imeshalipa. Mara mwenyewe unaona macho yako. Alikungeza. Weka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa umefanya manager wa watu 100. Ukiwa manager wa watu 100, unaanza kulipa pesa mzuri. Na wengine hapa wanaweza kupata pesa mshahara ile ambao wataipata malipo. 7,000 serikali ya Kenya haiwezi kuandika hiyo pengine ukiwa na masters. Hiyo ni kweli. Mtu anaendelea hapa digrii hapa Kenya anaanza na job Njei hapa ni hichi. Njei. Mshahara ndio 30,000. Hiyo ndio sana ya serikali yetu. Wengine allowance sikuje huku, hasa allowance nyingine nitapata hiyo pesa. Hai serikali kulipa pesa. Sasa yule analipa 64,000 hapa. Ni mtu ana masters. Na bado una trade. Hiyo ni ile maswali unajibu kwa watu unalipwa. Kwa sababu mtu akitaka anakuuliza, nipate aje? Unamweleza. Ndio pesa unalipwa hiyo. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na alafu in the same wacha hiyo msaada sasa, kama umekuwa tu VIP tu, vile watu wanaingiliwa watu that every month kama saa hizi kama this time. Unahesabiwa ile wanaita team growth. Ile percentage rate ya growth. Kama ulifunga mwezi ukiwa linda. Hatuseme mwezi wa last month ilikuwa ni Julai. Si ndio? Uliingia Julai ukiwa na watu 5, ukamaliza ukiwa na watu 5 Julai. Ukiwa pia kitu. Hao watu wakingrow wafike watu 30 by the end of August. Hao tuseme ulikuwa na watu 5. Watu 5 wapata wengine 5 wao ni ngapi? Inaitwa 100%. Kwa sababu 5 wamepata 5. Hiyo ni 100%. Nao 5 wapate watu wengine 10, ni kama 200%. Hao 5 wapate wengine 15, inakuwa 300%. Sasa wao umeingiliwa na 300%, timu kidogo. Na 100% inakupatia
5% ya the deposit, first deposit ya wale watu wote au watano, ndio 100%. Ukienda ukiwa na 200% unapewa 7% of their first deposit. Those were 10%. Ikiwa ni 300,000, hiyo 15 people tasabiwa na 10% of their first deposit. Mwisho wa mwezi utapata pesa mingi. Na kama wamefika watu wote, hebu multiply hiyo yote. Utakuta kuna pesa mingi sana. Na hapo ndio watu watajirikia haraka. Na hiyo pesa yako inaoka kwa account inaanza kutrend pia. Na ukitaka withdraw fikia wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Nataka tusikize vizuri ndio uendelee kuuliza maswali. Sasa hii kazi inaendana namna hiyo. Na vile unaendelea kupata watu, ndivyo unaendelea kulipwa au hata watu wako mbele. Bwana asifiwe. Na hiyo pesa sasa inakusaidia, inaingia kwa account. Kama ulikuwa na 20,000, mara moja unakuta imekuwa 50,000. Unakuta 50,000 inaanza kusaana tena mara moja, unakuwa na pesa mingi, na unapata pesa, unakuwa tajiri. Wale watu wako 100 sasa kwa VIP4. Si watatafuta watu pia. Sasa mtu atafuta wake. Wamekuwa ngapi? Hapo ungeza. Si wamekuwa 200. 200 hiyo ni anaitwa nani? VIP 5. Huyo analipa 175,000. 175. Sio ni pesa. Hiyo yote ukilipa saa hii. Si unaona mwingine hata wa nyumba anaweza kosa kulala. Unaona? Usiseme na hiyo pesa 175,000 ni pesa mingi. Leo si mambo kuwekelea wale watu hapa wanajua. Wanaweza sifiwe. Na hiyo pesa unalipa ili 3 pieces, tarehe 1, tarehe 11 na 21. Italipa namna hiyo. Ndio ifikie 175,000. Tarehe 1 unalipa website na mapeni huko, tarehe hiyo nyingine tarehe 11 8,000. Nyingine ndipo iko, nyingine namna hiyo. Mwezi ukiisha yote imeingia kwako. Hiyo ni pesa yako. Na ndio sasa hizi ukikaa kwa pande miezi 2, miezi 3 unabadilisha hoteli, ndio ulikuwa unaenda kunywa chai. Hizi mambo kuegelea you change life. Ukikaa hapa huyu Barnabas tumeongea naye mambo mengi sana. Alikuwa anambia Desemba ukianza hata sasa hizi ukiwa sisi ya saa hii. Hii Desemba tunaenda. Hautakuwa hiyo tena. Ukipatia kitu na ukiamulie by December utakuwa tajiri. Unabadilisha maisha. Ulikuwa unatoa left excellence kwa kanisa unaanza kutoa 500 ama 1,000. Na unasikia ni kama kila kitu umetoa. Napenda kwa watoto wako wote vizuri. Hii ni mambo ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaongea na experience, wale wako wanajua vile tunasema ni kweli. Sasa ina depend na bidii yako na kujali watu wengi. Kwa sababu katika watu wana maswali mengi sana kule nje. Na kwa sababu ya kuepuka maswali sana, siuanze na ndugu yako na mama yako kama kuna pesa unawalipia wote. Unawalipia wanaanza kutafuta pesa yao. Wale wengine ukitakaoelewe, wengine wanapata pesa. Na umeanza kupata pesa, na wataambia ndugu zao na marafiki zao. Hii unaanza na family na friends. Because with family and friends. Then you go to other people because you love your people. If you don't love them, basi wakati wakikuomba kama vile unasikia hapa ndugu wangu akisema ati watu wanakaa tu wakikuomba pesa, unataka tu hivyo. Hapana, hii kampani inapatia kila mtu nafasi ya kupata zake. Sisi kuna wazazi ambao wana 90 years. Kila mtu na pesa yake. Sasa hivi tunamtolea pesa, tunaanza kumfanyia shopping ya tumpatie. Tulimpatia tu ya kwanza, the first money ya kununua simu na kumpatia the first deposit. Tukaachana sasa tunamdrendia. Mwisho wa mwezi tunaamua anaenda kununuliwa nini. Sasa anaanza kukaa kama mtu ako na watoto wazuri. Unapata pesa. Ni baba yako na mama yako. Lakini kama unataka tu kuwa tajiri peke yako, unajua kama naenda kukutana na hiyo pesa yako tukatoka nayo. Haikui. Lakini kama unapenda wengine, ndio Mungu alisema penda mwenzako as you love yourself. Si ndio?
Lakini kama unataka tu kuwa tajiri peke yako, aje. Unaona sasa? Hautangiro. Na ndio nasema Mungu anakuja na design zake mwenyewe. Kumake sure you have loved your neighbor. You want to see your neighbor having something good. Mwambie mambo ya sifa. Kama unampenda sana, unakuwa na pesa, mlipie. Register. Kama ni pesa ana, mwenyeze upendo. Mwenyeze upendo. Anza naye kupata pesa. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na within few days hata kuomba pesa tena mpaka unapatia ana mahali pa kupeleka kama ni baba mzee. Mpaka unaanza kusikia tena wewe mwenyewe. Pia baba yako huwezi kupatia wewe 3000 kupeleka wapi zaidi. Si unampatia madrasa kubwa kabisa ile anarudia tena. Na unamtengea kitu kama atalala vizuri. Pesa nyingine inaweza kusaidia mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Hiyo ndivyo siku ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko na lessons. Wale wamesoma iko ukisoma hiyo website yako utaona lessons yake iko hapo. Ya kutoka ya Twinsen na ya MSB. Sote ziko wapi? Ni MDS. MSB. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mandhari ya Amerika. Sasa iko na lessons kabisa zote. Na ukitaka ku verify mwenyewe unaingia kwa website, unaingia registration number iko hapo. Unaweka hiyo registration number, unakuta una verify the certificate. Unaona ni yako? Unaona ni yako kweli. Bwana asifiwe. Unakuta ni yako, lakini mimi nabiamba watu kuwa na license, si kusema ya kwamba biashara ni mzuri sana. Hata hiyo inaweza kuwa na license, unakuta na hata biashara, huko tunafungua biashara zetu. Unakuta mtu ana license. Kwa sababu license hata tuongee license kama ndio dawa. Dawa ni ile pesa tunapata. Na ukweli ni ile pesa tunapata. Wacha mambo ya license, unakuta watu wanatafuta license zao. Bwana asifiwe. Kampani ziko nyingi sana za kudanganya watu. There are so many. Ukitaka kuzindua pesa zako unaambiwa weka ingine ya kulinda open. Ya kuactivate the account ndio ikuwe pesa. Ukiongeza hiyo ingine hata hakuna. Hata inakuuliza ingine zaidi. Lakini hii hata ukitaka kuzindua pesa yako yote uende bora tu imefika hiyo wanaita trending volume. Unaweza kuzindua funga hapa biashara yako. Hakuna mtu anaona wewe kwa sababu wewe umeanza biashara ni mzuri. Na wewe ndio umeona sio mzuri. Lakini unapata pengine mzuri kama. Hakuna restrictions. It's a very good company, it's a good platform ya kuchange maisha ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa watu naongea nao hapa. In the next 1 month, 2 months. Mnatarajia kuwa wapi? Bali. Mimi niliingia February 19 ndio niliregister kwa mkutano. Sikuwa nimepanga. Nilikuta Madam Biblia paka nikasikia vile nimemwambia bila akisema. Nikaregister hapo. Juzi nilienda Mombasa kununua gari yangu. Na pesa hapa. Kwa ile pesa napatanga kwa serikali milele hiyo singenunua. Pengine ningengoja nilitaye nichukue pesa hiyo. Nenda nayo hapo. Lakini hii imenipata nifanye nipande gari ama niende nikae huko Mombasa niangalie gari. Nikanunua gari kamsuri kana kajapeleka mwingine na mwingine Kenya. Sasa niko nako. Sasa kama niko na ile gari, unafikia tengine hotel nilikuwa naingia jana. Are we together? Hiyo sio madoindo. Hiyo sio madoindo. Hiyo sio madoindo. Na hakuna pesa nimeingiza bibi yangu, ni yangu ya siku. Na sijachukua kwa serikali yetu azikae huko. Si ndio? Hiyo inakushanga kama nini? Tanda. Kitakupata msaada ulikulu kumaliza. Lakini hii unaiona ndio hii pesa unaiamulia. Na ukitaka ziwe nyingi zitakuwa nyingi. Ndio tunaongeza deposit. Na unapata pesa. Bwana asifiwe. Niwaambia sio pesa hizi nasema ni ile pesa tunapata. Unapata maana hata Mungu anasema mtu anaweza kufungua duka, kuna leseni ya Kenya kanzo, akona leseni zote na ishe na afunge. Kwani leseni zinafanya biashara iendelee? Si zote ziko na mtu anarenti nyumba, unalipa pesa, unapata leseni na baada ya 2 months ama 3 months unavu. Na leseni uko nayo na ziko nayo. Sasa sio leseni ni what are we getting in see? Hiyo ndio sababu yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Nimeongea, si ndio? Nani ako na jambo la kuuliza? Tuko pamoja? Na mimi nasemanga bila maswali hakuna kusoma. Kwa sababu kuna vitu utaniuliza mpaka nirudi pale nianze tena. Kwa sababu nitapita mambo, si ndio? Na sijaandika vile nawaambia. Sijaandika, lakini ukiniuliza narudi huko. Sawa? Wacha nipate nafasi mniulize maswali tu ndio nijue nitaongea nini. Niulize swali. Ananiuliza sifu itakaa miaka ngapi? Wacha nikwambie. Na hata wewe nitakuuliza utaama kwani lini? Tunaongea tu kwa mchezo, si ndio? Kwa sababu sifu inapata pesa kwetu na sisi tunapata pesa kwa sifu. Sote tunapata pesa. Unajua inapata pesa aje? Ukiangalia kwa hiyo rekodi yako hapo kwa Chrome, ukienda kwa hapo kwa wallet, unaona? Hapo kumeandikwa USD. Hapo unakiliki hiyo, itakuonyesha kile wamepata na kile wamepata. Maana wanapata kama 37% na wao unaacha kama 33 ama 61 ama 62. Na kama unapata yote, wewe yeye anapata sababu nyingi. Umepata 39% amepata. Kwa hiyo training nilifanya nini niwe tajiri? Amepata 38%. Si ndio? Na umeanza na 62%. Na yeye amepata za wengi, mimi ni peke yangu. Nini ndio fanya afunge hiyo biashara? Siniambie. Unajua biashara nyingi au vile mwenyewe anapata faida. You don't know. Sio sio watu wanaweza pyramid vile wanaani au juu. Lakini hii anapata pesa kupitia wewe. Na ndio anakupatia reward maana umempatia mtu mwingine au kumuongeza faida. Sasa ile biashara ambayo au inapata faida namna gani? Na ile hapa haipati kitu. Kitaka nikilozi ile pay. Maana hakuna faida njia ya kupata pesa inaonekana. Lakini kila mtu baada ya trending wewe mwenyewe unaangalia hapo unaona amepata 68% na wewe umeachiwa 62%. Hiyo inaitwa hapo kwa imeandikwa ROI, return on investment. Unaona ile umepata. Na ile wewe umepata. Unaona sasa? Ndio nakuuliza kama sasa anapata nisikungani atafunga. Nisikuja hata wewe. Sikuru utasema mimi sitaki pesa, wacha nikae hivyo. Sawa. Sasa siwezi kuambia ni kesho ama ni 2040 ama ni 2030. Sio? Lakini ile najua mtu akitejeza sifu anapata pesa. Anapata pesa. Uliza sasa mambo ya ile itafungwa lini? Mimi sijui, si yangu na hata yeye mwenyewe anatueleza kwamba anapata faida kweli. Na ndio ananipatia reward kutoka mtu mwingine maana anapata pesa kupitia mimi. Na analipa msaada kwa leo. Hawi together. Nimejibu hiyo? Yes. Nipaniulize nyingine. Na usitosake sana na yangu hata wewe unauliza. Hata wewe jiambie. Ndio. Mimi nakujibu ile nimesoma vizuri lakini naona napata faida. Nani swali lingine? Unajua watu wanabisanga hii itafungwa kesho. Kuna wengine ilikuwa imeingia walimu sana wakaibiwa pesa. Lakini mtu alikuwa na gari kitambulisho na pesa. Mambo kulijiza hata process hiyo tumechukua nayo hata hawajui hiyo vile inaenda. Mtu anapata pesa na kitambulisho. Process hata hajui. Hii inakuta ni kitu iko kuna hata nguvu ya communication. Kuna hizo zingine hata siku na Binance. Hiyo unaingia unakuta pesa yako kwenye secure. Au ni kidogo kwanza inaenda sasa kwa account ya FX. Na account sasa hao ndio wanamanage hiyo pesa. Withdraw inaingia tena kwa Binance. Binance si yao. Ama mkiwa Binance ni yao. Binance ni ulimwengu ni kama banki ya dunia by the way. Ni kama ni platform kama ni banki ya kuchange pesa. Kama ile kitabu ndio tunaita bureau audit. Zile za banki ziko zinabadilishia watu pesa. Mtu akikuja hapa Kenya, akikuja kwa ndugu yako atanunua na dola. Lazima ingie kwa banki afanye nini? Hiyo ndio kazi ya Binance yako. Hiyo ndio kazi ya Binance yako. Kuandika pesa yako, ingia ile unafaa kutumia.
Na hapo kwa Binance kuna watu wamepeka pesa pale. Sasa ndio withdraw 5 cents zinakuja kwa Binance. Sasa ndio withdraw sasa itaangalia ni nani wewe mwenyewe unakwambia chagua katikati ya watu. Unauzia nani pesa yako? Unaangalia ni nani. Yule ana pesa mzuri na yule hapo online. Unaona? Na yule ana pesa mingi huko. Nasema acha nishie pesa yangu. Na mkiliku within no time pesa yako inatoka. Inaenda kwa M-Pesa. Ya M-Pesa yako. M-Pesa yako. Hapo tungenda. Ama ukitaka yenda kwa bank account inaenda wapi? Kama ile mimi nilidro juice, haikwenda kwa M-Pesa kwa sababu ilikuwa pesa mingi. Ilituma kwa bank. Ikaenda kwa bank. Hapo tungenda. Iko namna hiyo. Na kama kuna mahali watu wanaweza change maisha haraka bila kuogopa ni wapi? Bila kuogopa. Lakini wanataka kuogopa wakae wakiogopa. Wale wengine wakaendelea kunona, mtakutana pande ile nyingine. Kama mtakutana sijui. Kwa sababu kuna wakati utafika mketi kuko mkutana. Si ndio? Kwa sababu hamwezi keti pamoja na mtu ambaye anaomba chumvi. Tuongee ukweli. Hamwezi keti pamoja naye. Na wao wanaongea mambo ya kununua plot Nairobi. Na yeye anaongea nitapata chumvi wapi ili akupikia watoto chakula. Mtaweza kupelekana? Unajua watu si hata wanachukiananga, ni kiwango inabadilishana watu. Kwa sababu yataka kuambia sasa ndio nikienda nyumbani nitapata chumvi wapi? Nitapata chumvi. Naweza unafikiria unasoma ni wapi plot zinauzwa rahisi? Ni wapi shares? Nikapande gani nauza shares? Unaona sasa? Na anakuuliza mali nitatoa wapi chumvi? Tunataka huyo mtu. Unaenda ungana wale wengine wanaongea mambo hiyo nyingine. Ndio pelekana na wao. Wanaweza wasifiwe. Kuna kitu nasema? Iko namna hiyo. Saa nyingine Anawakishia Mungu atutendie tukae mbele kama vile wewe sasa. Unajua mimi naangalia hivi hapa tuonaye saa hii. Unajua sisi wengine hapa wananyamaza. Maswali hawaulizi maswali zote ni pesa. Na hata wataki kujua wana ngapi. Walikuta pesa zimekuja. Mwanzo Mungu anapata maswali bovu. Akikaa kama mwezi mmoja maswali mengi yote imeisha. Kama sasa umeweka pesa yako uliweka 100,000 na umewithdraw 400,000 na bado pesa iko. Utakuja kuuliza maswali tena? Unashangaa unanyamaza tu. Hiyo hapo kitakani. Unainameza hizo tu. Unasikia mtu anauliza maswali. Utafunga nini? Wewe unashangaa nini wanauliza huko? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu unasema? Amen. Sasa kama kuna maswali mengine, sasa tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Victor wapi? Victor, nikutoe tukombe ndani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ingine niwaambia mambo ya mishahara, niwaambia mambo ya mishahara. Unajua mimi sijapita, nimewaambia mpaka mahali nimefika. Lakini wacha niwaambie mambo ya watu wengine, si ndio? Maana unajua mimi nimewaambia ile nimepitia, na ile nimeona. Mimi niko VIP 5. VIP 6 naingia before tarehe moja. VIP 6. Msara wa VIP 6 ni 300 ngapi ngapi? Pia nitaingia before the end of this month. Ndio nakwambia uniambie nitakuwa natembea na njia gani kama nitakuwa hiyo pesa yote. 309,600. 309,000. Hiyo ni mshahara wa VIP 6. Ukiwa na watu 500. Na lazima umewatafuta ni wale watano wako uliyotafuta. The first 5 people. Tunakwambia kama umepata watu watano wewe umemaliza kazi. Hauna kazi nyingine? Nao waambie watafute pesa. Hawi ngenda. Mimi nipata watu watano mimi niliishi. Kwani mimi nilijua vile uliingia? Si kila mtu anajitafutia. Si tumekuwa wengi. Si kila mtu hapa ana pesa. Kila mtu ana pesa. Bwana Yesu asifiwe. Iko namna hiyo. Sasa
Nimeambia mambo ya wenyewe 309,000 pesa yote, VIP 6, VIP 7, hiyo inakuwa 600 something thousand. Hiyo ni mwezi wa 9 ndio itakuwa huko. Mwezi wa 9 Septemba. Niendelee kwa mama wangu. Niendelee na baba wangu. Mtu mnaniambia. Wanaweza niwe. Wengine wanaambia wao wanajua wanajua na baba. Yesu baba. Bwana Yesu asifiwe. Hii unaona inaandikwa hapa nini unapewa tarehe moja. Kama wewe ni VIP 8, VIP 2 unapata hiyo $80 tarehe moja. Na unaipata tena tarehe 11. Unaipata tena tarehe 21. Sawa? Hii ni ya VIP 3. Unapata yote hiyo ni 6,500. Tarehe moja, tarehe 11 na tarehe 21. Hii ni VIP 4. Hii ni 19,000. Hii na pesa unaipata tarehe moja hiyo, tarehe 11 na tarehe 21. Sasa mimi ndio napata hizi, niko VIP 5. Kila mwezi, kila tarehe moja napata 19,000. Tarehe 21, 11 ni hiyo. Hii ni ya Bwana Yesu asifiwe. Iko namna hiyo. Na usuri wa hii kampani Bwana asifiwe. Kila mmoja anaweza. Kila mmoja anaweza. Kila mmoja ako na uwezo, maana hakuna mtu ana ndugu, hakuna mtu ana rafiki, hakuna mtu ana mama, hakuna mtu ambaye aliambia mambo mazuri. Hii ni good news. Sawa? Na nasikia wengine wanaona watu wanaingiza Shetani hapo. Unajua mimi yule mtu anaona hapa na wazimu ni yule anaambia Shetani pesa ni sana. Afadhali yule anasema anawapa kuibiwa. Unajua watu ambao mawazo ni mbaya wanafikiria kazi ya Mungu nili umetoka na uko na uchafu sana. Umetoka kabisa, umeshinda, umeng'ang'ana, wanafikiria hiyo ndio ya Mungu. Wakiona umeoga na umevaa suti na umejenga nyumba mzuri, wanasema wewe na nani? Wanasema yaani nipate hiyo Shetani na hao wasi. Yaani kile kitu kizuri ni wanapeleka nani? Shetani. Na Shetani anataka kwa mchafu. Shetani anataka kwa kitu kizuri. Anataka na usafi. Hapana. Shetani anataka kwa maloito, kwa kuzipa, kwa makaburi. Bali kuna uchafu. Anataka kwa uchafu. Lakini hii ni kazi nzuri ambayo inaweza maisha ya watu ambao wameamua wabadilike na maisha yao iwe mzuri. Si ndio? Nimewaambia mambo mengi na naamini nyinyi mmebarikiwa sana. Kile nimesema, si ndio? Kuna swali lingine ama niachie hapo, si ndio? Niachie hapo kwa picha kadhaa. Unajua tulisema kufungua account. Au ndio unakuwa na kazi kidogo hapo, mnaonanga nyinyi wenyewe. Kazi inakuwa hapa ku register, kufungua account. Na tulisema watu wajifundishe kuregister ama kufungulia wengine account. Maana watu wako watano, wewe ndio baba yao, ndio manager wao. Pata mmoja wao wa kufungulia wengine account. Si ndio? Wakiendelea kugrow. Maana hapa we have so many leaders hapa tutawatanzizi hapa. Kila mmoja lazima awe na mtu katika timu yake wa kuopen account. Si ndio? Ili kazi iwe rahisi. Maana hii kazi ni yako na ni yangu na ni ya company. Sote pamoja. It is our company. It is our job. Si ataitasi by the way. Hapana, sasa hivi umepata watu watano, hiyo ni timu yako. Hata si umewapata namna gani? Those are your people, manage them. Assist them, open an account. Are we together? Kama ujui, soma uelewe ile kuuliwa. Ndio? Watu wako hapa wanafundisha wengine hapa, tunafundishana wenyewe. Ama namna gani? Sio kila wakati unapiga simu, utafutie mtu kufungua account, na wewe ni linda na pia bidii. Hapana, make sure you are team, you have 2 people or 3 ambao wanajua kufikia watu. Enda rahisisha kazi na utakuwa unategemea nini. From today, henceforth, kutoka leo, because hii mkutano wetu wa leo ni ku launch
ofisi ya Isiolo. This is the main sababu yetu kuwa hapa hivi. Official launching of Isiolo offline office, training office. Wanaweza sifiwe. Kutoka siku ya leo iko hapo, sio hapa. Hii ni hall ya hiyo hoteli. Ofisi yetu iweze kuaccommodate watu wengi. Sasa ofisi iko pale na room namba 30. Wale watu wa Isiolo wako hapa na wale watu kutoka huko. Kila wakati akutakuwa kunakosa mtu hapa kwa ofisi. Ukikosa mtu huko ni ya kwanza kuongeza wewe kuja hapa utapata mtu hapa na atakufungulia account na mambo yako itakuwa mzuri. Si ndio? Mtu akikuuliza maswali mingi mlifai hapa tu kwa hiyo ofisi na atapata kusaidika. Si namna hiyo? Lakini mtoko na wewe ndio kama chengine mimi naona mkiniangalia kama mmenona. Si ndio? Amniangalia kama mmeshindwa, mnaniangalia kama mko sawa. Kama mko sawa, si ndio? Na mniangalia kama watu wako na wao, mniangalia kama watu ambao wameingia wakapata utamu. Na hiyo ndio kitu kizuri. Hata wale wameingia juzi. Ni wangapi wako hapa hawajaregister, hawajafungua account? Ni mkono tu nione. Umesema ukuje usome usikie nini inaendelea. Sasa unaona kama kuna mtu kama huyo. Wanaomba kunywa mikono wako. Watu yule anaregister, yule amekuja amesema aje nikuje nisome. Kuna mmoja. Kuna mwingine. Sasa ikiwa mnataka kuregister, nafasi iko, tutamaliza mkutano mapema na hapa kuna watu wengi ambao wanaweza kusaidia kufungua account. Si ndio? Nimemalizia hapo. Haya, tuende to the next step. Kama saa hizi kuna hiyo spinning. Hiyo spinning ukiweka mtu, ukirejesha mtu leo wewe, akuja ana yu. Umepewa nafasi ya kuspini kesho saa 8. Si ndio? Unaenda kwenye spinning, unaikili ikikupeleka kwa hiyo 17 inaitwa lucky draw. Lucky draw. Sasa utafanya lucky draw. Alafu utaenda kukilimu lione bado niko hapo. Mimi kwa sababu tamani utaenda kukilimu, kupeleka kwa customer care hapo. Uandike hiyo ID yako uweze kuredeem kile umepata. Na hata kama hakuna mtu umeweka, jaribu kila siku. Kuna zile za mtu ambaye anaweka mtu. Ni vile sio lazima upate. Sio lazima upate, lakini ukiona umegiliki hiyo, yakupatia congratulations, you have won 0.3. Hiyo pesa inaenda direct kwa account yako, kwa pesa zako. 0.7 inaenda direct huko. Hiyo ni ile mtu ambaye anaweka mtu yote. Amekugeta. Kwa hiyo kila mtu anakubaliwa kwenda kwa hiyo spin hiyo. Kufinya hiyo inaitwa aje? Lucky draw. Unaenda hapo una click, inazunguka hivi. Hiyo ni rewards tu. Hiyo si ati ni kukaa ukingesi pesa yako, hapana. Hiyo ni unapewa tu nafasi ya utafuta pesa hapo. Kuongeza pesa yako hapo. Ni reward na kuna mtu anapata 7,000, kuna mtu anapata 3,000. Hapo hiyo spin draw. Ndio lucky draw. $7 times 1.9. Hiyo ndio 9 something. Sio? Ndio kama 9. Bwana Yesu asifiwe. Iko namna hiyo. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu kuweka mtu just ndio. Lakini kwa resilience you have won 0.7 hiyo ndio ndio direct kwa hiyo umewon ndio won win pesa ni ndio huko. Sawa? Leaders smile kiasi. Watu wakiwa na pesa wakaangi na sort of mind. So, wanakaa smart. Sawa? Nafikiri sawa. Na kuna picha? Bwana asifiwe. Kwa
Kwa majina naitwa Paul Muchena Chebere. Mimi niliingia kwa hii biashara the date 26 June. Kwa hivyo sijamaliza miezi mbili. 26 of August ndio nitamaliza miezi mbili. Na saa hii niko VIP 3. Niliweza kuingia VIP 2 the first week. Nilielezwa vile kama vile mmeelezwa hapa. The first week nilienda nikaregister my wife, my father, my mother na watu wengine wawili wa nje. So hao watatu waliweza kunimbusti kiasi. Niliingia na kama the first deposit niliweka kama 20,000. Less than a week wakati nimefika VIP 2 nilikuwa na 40,000. Kuona mambo na 40,000 nikashangaa, hii biashara ni biashara ina gani? Na nilikuwa nimeambiwa hii pesa yangu yenye nitaweka nitangapo within 45 days to 50 kama nitaregister niingie peke yangu. So wakati imefika 40 kukiwa 91 nilienda nikatafuta bini kiasi nikandunga 1,100 huko. Wakati niliona hii biashara ni biashara inaleta, ikawa yote inasoma 140, lakini uelewa ni 140 20 ndio nilianza na niliweka nikaongezea nikatoka kunemia. The first week that 120 ilikuwa 240. Sasa nikawa na bidii sasa, nikaona hii biashara nilikuwa na uoga. The first month nilikuwa na uoga kuambia mtu juu kuna vijana nilikuwa nakutana nao hao walikuwa wamemaliza university hivi karibuni. Those people are wearing blankets. Ukikutana na wao wanamaliza watu kabisa, sijui tumewahi oshwa, sijui imekuwa, sijui kama hii siko, sijui ni utapeli, sijui ni wizi inaendelea online. Hai. Sasa huo mwezi sikuwa na bidii sana kuongelesha wengine, lakini the first wale watu watano tu nilikuwa na wao walinifanya niwe na 4 permanent trading signal. Kwa hivyo pesa yangu iliweza kutabu within 21 days. Nikawithdraw hizo pesa. Ndio nilikuwa naomba. Wanasema hata hizo pesa huwezi toa. Sijui unatoa inakataa, sijui kunakuwa. So the first wakati nilifanya the first withdrawal ya 120,000 ndio sasa uoga uliisha kabisa. Sasa nikawa free, hata nikienda kwa yeyote yule namwambia kama atasikia nasaidika, kama hatasaidia ni wale wanaogopa namwambia sasa wewe kama unaogopa na ni mtu najua ako ndani sana karibu na mimi, nasema hata hii 13,000 acha nimwekee. Ndio nimetoa ile 120,000 acha nimwekee, najua huyu mtu hakuna mahali anaweza toroka akose kunilipa hii pesa yangu 13,000. Namwekea pesa yangu, ako na simu, namwekea pesa yangu, naendelea kutrade. Within 3 to 1 week huyo mtu ananiambia biashara iko sawa, mimi nataka kurudishia pesa yako. Nakuta hizo pesa zimerudi kwangu, napeana kwa wengine wale naona wanastahili kusaidika. Kwa hivyo hii biashara iko sawa. Kwa sasa mimi niko na simu kadhaa kwangu. Niko na vijana nimeajiri wanafanya biashara, vijana wako na degree, si vijana hawa loko hawa wanatafuta mangabu hawa hawajasoma, ni vijana wamesoma wako sawa. Kwa hivyo hata akiweka simu 10 kwa meza hapa within wakati soko inafunguliwa 10 minutes, huyo kijana ako chap chap kwa simu, after that 10 minutes atakuwa amemaliza hiyo biashara simu 10. So biashara iko sawa. Na saa hii kama mimi kuna mambo napanga kufanya, yale mambo nilikuwa naogopa kufanya nikiwa naona sijui ni mwaka gani, zile tunaitanga long term investment,
saa hii tumekuja karibu naiona this 2026 hivi karibuni. Sasa nafurahia. Kwa hivyo wakati na approach mtu, mimi sina uoga wowote, na kama naona wewe una uoga nakwambia sasa weka 30 yako hapo, kama itapotea utaniuliza swali. Na kama ulikuwa unamuoga sana, weka hiyo 30, alafu wadi mtu mwingine uwe na 3 permanent trading signal, pesa yako itaendapo within that 1 days. Ikiweza kundapo withdraw that 30 ile uliweka unatetemeka, ikipotea unaweza simika uweke kando, alafu endelee kugain na bonus. Unajua watu ni waoga sana. Ukiingia kwa biashara mambo na pesa, mtu anakuambia pesa hapana, pesa hapana. Unakuta mtu ana pesa lakini hawezi kuinvest. So investors, we are risk takers. Why are you murmuring? Kama hivyo swali utaniuliza. So hii biashara iko sawa. We are in the right business. Wale wako na uoga ya kusema inaweza isha kesho kujua. Tuseme kama zile simu zingine zote niko nazo, nasema kama niko na simu kadhaa karibu 10. The first one nimeomba kitambulisho. The first ikimjapo mara ya kwanza na withdraw zile pesa niliweka inabaki na bonus. Hizo simu zingine. But sasa kama kwa yangu wakati nimewithdraw 120 nimeaccumulate sama. Na unasikia sijamaliza miezi 2. Kwa hivyo kabla nimalize 90 days na expect kufanya mambo 1, 2, 3 mzuri yenye itaniuplift the living standards of my family, na at the end of it all hata ina create job opportunity for people who are our neighboring, wale wanasurround. Juu kama anakuta vijana hapo hakuna kitu anafanya na hapo morale ya friend yako sawa, mtafikia kiasi mahali atapata kitu kidogo. Najua mshahara wa 10,000 si pesa kidogo, kipia vijana hao wamaliza shule saa hii wanakaa kupanda kushuka kwa barabara, so wanafurahia. Kwa hivyo wale wameingia tukae kwa biashara kwa bila uoga, na the large deposit ama zile pesa umeweka, yule mtu ameweka 30,000 na yule ameweka 100,000, so the same. Tumeambiwa hapa na mkubwa 1% of what you have deposited ndio inaenda kwa biashara. So ukiweka 30,000, 1% of 30,000 is 130 shillings. So hiyo ndio inaenda kwa biashara. Kwa 100,000 hiyo iko na pesa mingi na return iko tu hivyo hivyo. Unakuta kuna simu kwa zile niko nazo natumia hapa, moja inaleta return ya over 7,000 baadaye. Hiyo ni simu moja. Na zingine bado zinabijana kazi. So hii biashara iko sawa. Tusiwe na uoga, tuwe sawa sawa na tuombe Mungu sana. Kama hii ni wakati wa sisi kunyonye matiti ya mataifa, vile tumeambiwa kama tutakubali Yesu tutanyonya matiti ya mataifa. Sasa hii ndio wakati yule ameingia hapa, you are in the right place, na wewe ufurahie na ufanye ukiwa serious na utafaidika, na usiwe mchoyo. The people who are surrounding you waingize. Bwana asifiwe. Mimi nashukuru. Acha nishukuru. Sasa kuongea zaidi hapa kweli. Nasema wacha nishukuru leader wetu Mr. Titus, na pia nishukuru Julia kwa sababu kama hawakupatana na Titus hatungekuwa na hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nawashukuru, nasema Mungu awabariki kwa sababu ya kutujulisha, kwa sababu kuna watu wengine wakisikia jambo wanasema hii ni yetu, acha tukakaa hivyo badala ya kuambia watu wengine. So tunaambiwa hata ukipata pesa peke yako hiyo si mzuri. At least ukipata jirani yako na yule mwingine, hata hiyo kijiji inainuka. Bwana asifiwe. Kama watu walikuwa chini wameanza kuinuka kidogo na wanaenda mbali. Bwana asifiwe. So mimi nashukuru kwa sababu wakati nilijua niliingia kwa kuinvest
na nilianza na 13,000 tu, sikuwa na mingi ya kuingia, na nilipoingia mimi sikuingia nikiogopa. Niliingia kwa sababu kuna yule ananiambia nimeingia na nimepata. Kwa hivyo mimi sikuwa na haraka, niliingia nikakaa mwezi mmoja, nikaona pesa zimepanda. Wakati niliona zimefika 80, nikasema hii ni kazi. Bwana asifiwe. Sasa nikaingiza bibi yangu na nikaanza kutafuta sasa watu wengine niweingize. Withdraw zile pesa, nikaweka watu wengine 3. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa tunaendelea kuona matunda. Tunaendelea kupata matunda na tunakula na tunafurahia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii ni kazi hata zaidi ya ile kazi ya duka unaweza weka. Ile unaweza weka ya duka haiwezi ikapita hii. Hii ndio na kazi number 1. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa ukiamini, ukatai kusikiza watu wale ambao wanakuvunja moyo, wanakuambia utaibiwa, zimebaki siku chache, hii kampani ifunge. Sasa na yule anakuambia ni mtu ambaye hajaingia na wewe ndio unafanya hii kazi. Kwa hivyo usisikize mtu kama huyo, endelea kufanya kazi yako, na utaendelea vizuri. So mimi saa hii niko sawa na nafikiri kabla tufike Januari nitakuwa nimeenda mahali. Bwana asifiwe. Amen. Na nashukuru Mungu. Na mimi nasema kabla hii jambo limekuja kwa niaba yangu. Mimi sitaki kujua yule mwingine. Hata ikiwa utaingia na 200 ama 300 ama 500, mimi niliingia na 13,000. Na hiyo 13,000 kuna mahali Bwana asifiwe. So unasema hii Mungu ameileta Kenya kwa sababu yangu. Na kwa hivyo mimi siwezi nikasikiza mtu yeyote akiniambia itafungwa, itafanywa. Kwani hata ikifungwa, itafungwa na pesa ya mtu mwingine. Si yangu. Hata nikiibiwa, si mimi nitaibiwa. Sasa yule ananiambia itafungwa, yeye ni hasara gani anahesabu ndio aone nikiibiwa kuna mahali ataundika. So hii kazi ni mzuri, tuifanye kwa bidii na tuambie watu kwa bidii na usisikize vile watu wanasema. Yule anataka aingie, yule hataki wacha akae hapo, atakuangalia ukienda atakufuata. Wamenifuata wengi sana. Hata leo kuna watu walikuwa wanakuja waregister leo lakini wamechelewa. Wameniambia kesho wataregister zaidi ya watu 5. Bwana asifiwe. Na hii ni kazi nzuri. Mungu awabariki. Nataka mambo kidogo. Ndio. Haya ndio hiyo. 1 2 3. Kwanza kabisa kabla hata niintroduce, tupigie Titus makofi kwa kazi nzuri. 1 2 3. Asante sana Titus. So that was a very good presentation. So kwa wale wenye hawanijui, mimi ndo naitwa Julia Wairegi. The first strategic partner wa SIF in Kenya. Meaning, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza Kenya kufikisha timu ya watu 100. Sawa sawa. Simnipigia hata makofi. To me SIF, mimi nasemanga ni kama testimony. It's a God given company. Kabla nikutane nayo, umesikia tulikutana na Titus. Tukiwa wapi? Bank. Ndio. I've been a banker for over 10 years. Na kuna mahali unafikanga unasikia sasa hata kama nimekaa hapa si grow. Unataka kutoka ukatafute kitu kingine? So niliresign kazi tu, sikufutwa. Nikaamua kutoka nikiwa na malengo zingine zaidi ya SIF. Sikuwa najua SIF itakuja. So mimi nilikuwa nataka kutoka nikatafute dola sasa nje ya Kenya. Nisiende wapi? Huko. Kwa njia ya kutafuta kazi. Lakini I think hivyo si venye Mungu alikuwa anataka. Na pia nikiwa kwa process ya kungoja ikachukua time sana. Actually hata saa hii haijajibiwa bado. So within the process ya kungoja nikaanza kuomba. Mimi nikaambia Mungu ni kweli kazi si kufutwa, ni mimi nilijitoa kazini. Lakini bado nakuja kuomba. Hata kama ni kazi tutafanya na hii simu yangu. Kingojeana ile maombi naomba iende through. Mimi nitashukuru. Siku zote tuendelee kuongea na Mungu wetu. Sio anasikia? So siku moja nimekaa tu kwa nyumba, walikuja kwa njia very funny. Walikuja kwa WhatsApp yangu. Naona namba si ya Kenya.
Mungu wenyewe nilikuomba. Sijui kama ni wewe ama pia shetani alikuwa anasikiza, lakini hapa sitasema hapana. Ile wacha niseme yes, tutapambana na mengine huko mbele. And so nikajibu, wakanitake process ya kufungua account. My mentor Olivia, hiyo ndio tumekuwa na yeye tangu safari ianze, akanisomesha online. Na sasa wao kitu ya kwanza walifanya, walitumia pesa yao mimi nisome nini wanafanya kwa market. So akaniwekea $300. Hai, nikasema hata kama Mungu shetani hana pesa za kupeana bure. Hakuna kitu ya bure shetani. Nikamwambia Mungu wewe na asante. Then we learn about the company. Wakanitumia website, nikaona it's also another financial institution kwa America. And so kwanza mimi nikasema sita invite mtu nisome, na I regret hata leo kutoinvite sai, maybe ningekuwa SVP sai. But anyway, my aim ya kusoma ni understand kampuni inafanya aje kazi, nisianze kuita watu tuungue na tujaelewa ni nini exactly wanafanya. So within that 1 month nikaweza kuunderstand mitambo yao, nikaweza kujua hii ni kweli ni trading. Actually at some point nikiwa kwa nyumba nilikuwa na mimi mwenyewe nimejaribu kuanza kujitradia. Na trading wacheni niwaambie si rahisi. Street ni wangapi wamejaribu kutrade? Maybe forex, maybe crypto. Si rahisi. Na hata kama umejaribu, I'm very sure umepoteza pesa. Okay? So mimi hiyo wakati ninajaribu kutrade, nimekutana na website, nimesoma, nimeunderstand risk management yao ni sawa. Hapo ndio nilisema sasa Mungu umeniokolea zangu hazitapotea. Hapa ndio nitaweka energy. Nifungue mdomo niambie watu. Kwa kunisikiza aone sio scam tunasoma. Kwa kuona kuibiwa aweke pesa kwa bank. Sio? Isiibiwe huko. Lakini hata kwa bank tunapoteanga. Hakuna mahali pesa iwezi potelea kama ni ya kupotea, si ndio? Kama ni ya kwenda itaenda tu. Lakini after understand vile kampuni inafanya kazi, kile kampuni inapata, na hapo nirekebisha kidogo, ndio mwalimu anasikizaga mwanafunzi kwa kampuni kwa kila transaction inapata 25%. Kwa kila transaction inapata 25%. Wewe yenye umepata hapo na kuwaga ni 75% ya hiyo trading. Juu ukitrade si ati lazima leo upate ile result ya jana. Trading ina differ na umeingilia market wako. So constant returns ya kampuni ni 25%, 75% ni yako. Hiyo ni kampuni inakaa kutoka kwa market haraka. So we are very lucky to have that. Having known kwamba kampuni imekuwa kwa USA since 2015, hii si kitu imekuja kubahatisha. Hao ni watu wako na experts, wako na analysts, wako na wasomi wa mambo ya kuangalia nini mitandao ya crypto inaenda aje. So me I consider ourselves very lucky, na ninaweza wahimiza put all your efforts kuita watu. Nikianza kama ule mwenye ako saa hii baby one, nilikuwa najiuliza hawa watu watano, nikimaliza kwetu nilikuwa najua tuko nani. Sawa, hata nimezidisha hawa watano. Juu mimi nilisema hata baba akiwa over 70 mama wote wataingia. Wataingia. Nilikuwa najiuliza wengine watanisikia. Pesa, unajua mambo ya pesa si rahisi. Si ndio? Lakini kwa imani, kwa kuongea, nasikia nilikuwa naenda kwa mkutano yote, nasimama naambia watu ni nini ninafanya huko hii. Wakupendezwa ananifuata, wakuona ninakaa kamkora anaenda na pesa yake kwa mfuko. Ndio? So ninaweza waambia msichoke kuambia watu. Wacha mwenye unaweza shikilia mkono waingie, ushikilie ingie. Jua kisaidika pia hata wewe unasaidika. Hata wewe unasaidika. So now I can say proudly mimi ni VIP 8. Mnajua VIP 8 anakuwa pesa ngapi? VIP 8 analipwa 1.3 million. 1.3. Yanalipa kwa mwezi. 1.3 million. Anapeleka wapi? Hai, tuendelee. Ikianza siku ayota nitakaribia
zao utaisha, nitakuwa nimeguza watu wote. Huyo ni Mungu. Au tutakuongea na watu wana understand. Elezea mtu hata kama leo utaregister account, utake kusoma tunafanya nini? Hata bila haraka, wewe soma kwanza, ukisikia uko sawa kuweka pesa. 13,000 is not much, it's not little. But ninasema hivi, uliza mtu 13,000 ni biashara ngapi unaweza anza nayo? Ni ngapi? Na hata kama iko, hata hiyo unaanza, si ni kutake risk. Lazima i-succeed. Lazima i-succeed. Mimi nimejaribu biashara mingi zikianguka na sijaiva. Hii ikikataa, enda huko. Huku ukikataa, enda huko. Si ndivyo mtu ufanye? So hapa hata we are very lucky. Ati wewe unaona pesa yako iko kwa risk just within 50 days. Kama unataka kukaa na siku zako, pesa yako ikidapo utoe. Siku kuna kitu yako wako nayo? Hapana. Si usharudisha pesa. Sasa uoga nyingine tuachie shetani na tumkemee. Wateni tutengeneze pesa. Saa hii tuko na hiyo opportunity. It is now 1 year. Na within that 1 year ninaweza kununua gari yangu cash. Kitu ninajua hata ningekaa kwa bank another 10 years ningenunua na loan. Madeni. Sawa. Within 1 year, in less than a year, nimeweza kutoa over 1 million. Na bado sasa withdraw zitakuwa sidhani itakuwa less than 1 million kila wakati ninataka kutoa. Sio ni Mungu. Niambie ningeogopa. Tungekuwa hapa leo. Sasa tujaribu kuambia watu huko nje tuonyeshe kenye tunafanya na ndio sisi wote tuweze kusaidika. Sasa la mwisho ni kuongelesha team leaders wenye wako hapa. Nimeona mko wengi. Team leaders tuko na jukumu kubwa sana. Wakati umeona hiyo promotion imekuja, ndio kazi imeanza. Ni community umeanza kujitengenezea watu ambao utakuwa unakaisha chini, unataka kujua wanaendelea aje, challenges wana encounter ni gani, una learn kila kitu ndio uweze kuwasaidia wale kutembea mbele haraka. The more they grow, the faster they grow, the higher the salary you get. Sawa. So mimi hapo hata wakati sasa nasema 1.9. Imagine at SVIP yenye ni maximum kampuni inaweza kupatia ni 6.4 million per month. Na sisi wote tunaweza fika hapo. Bora tujitume. Vile pastor amesema, pesa ya Mungu si lazima ukuje nyumbani umechafuka, umechoka, utaki kuongea na watu. Ile stress zimejaa. Mungu ametupatia platform ya kurahisishia ma stress zetu. Wacheni we give it all the best, we give it all. Si ndio? So kwa hayo machache niwashukuru sana, nimejitokeza vizuri. Tuendelee na moyo huo. Tuendelee kushare the family, the friends, even strangers. Nakumbuka Barnabas hapa, my team leader at VIP, almost 7 I know. Hatukuwa tunajuana. Lakini pia tulikuwa another platform ya maneno ya trading bado tukitafuta hii pesa but on forex. Nikasimama after the meeting nikashare na akanifuata. Unaona hapo sasa muulize kama anaweza taka kusikia kujitradia forex. Hawezi. Energy iko hapa. Iko hapa. So you should not give up. Never lose hope. Na usikuwe na tamaa. Pesa tumedapo unataka kutoa yote. Sasa umekula hadi capital. Wewe utasaidika aje? Toa kama unatoa ile yako rudisha. Usemaje au kurudisha sawa. Endelea kutengeneza biashara ukiongea na watu. Na siku moja hata wewe utasimama kama Titus, useme umefungua branch yako. And we are very so much grateful na hao watu. Tutawaona physically but they are people with good hearts. Mtu mwenye anakusaidia kutengeneza pesa na hakujui. Hiyo ni mtu wa maana. Tuendelee kuwaombea. Najua siku itafika tu Mungu ataileta na tutakutana. Si ndio? So asanteni sana na msio na wakati mwema. 1 2 3. Ongea hiyo matabiria. Bwana Yesu asifiwe. Ametuelekeza vizuri. By the way, unajua ni vile hii team haina maswali. Sasa ni kama kuna kitu tunaongea.
Unajua nataka maswali ili watu wasome. Lakini ni kama tumeaminiana sana. Lakini si ni sawa tu? Ni sawa tu. Kuna watu kuna mali mtu tunaenda kukuta nimesoma wewe, nimesoma nini? Na sasa tunalikiwa tu sababu mtu ako na bila understand. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna keki. Tafanya hivi, kuna Barnabas. Barnabas hata kama Biblia ameongea, Barnabas ni mtu wa maana sana. Na nitampatia nafasi hii. Before Barnabas, Karen kuja. Patiana mtoto hapo. Karen unajua sasa anafanya bidii sana. Yaani anafanya bidii sana. Acha kuja asalimiana kidogo tu. Mimi nasema tu hii platform ni nzuri na it's a life changer. So usiogope ku risk. At least risk ama kwa wale wanaogopa risk alafu nitafute mimi. Risk alafu nitafute mimi. Lakini yote yamesemwa na ni ya ukweli. So at least tuchangamkie before it's too late. Barikiwe. Asante. Karen sasa Barnabas karibu. Tunataka makofi kama kirudi. Hamujambo. Mimi niliongea tena. Labda kitu moja tu. Nimesema hapa na manamkilia hata ameingia. Sasa hivi sijui kama tulikuwa na kufungua ofisi kwa sababu tumekuwa tukienda na pasta. Tulipeana hadithi ya mto na ziwa. Tukasema mto inapita kila wakati kama kwetu shambani, Mungu anatubariki mto inapitia hapo. Tangu nilikuwa mtoto nimeipata hapo. Maji yake haijajaa. Lakini unaenda unanunua tanki leo, naelekeza hiyo maji dakika 2 inajaa. What am I saying? Kuna watu wenye tutakaa nao kwa hiki kikundi, vile pasta amewaambia, by December watakuwa pale. Kwa sababu yao ilikuwa inaingia kidogo, wanafanya nini? Unatoa inaingia kidogo, unatoa inaingia kidogo, utabadilisha maisha. Na kama kuna kitu imenipendeza sana, pasta amesema ni kwamba vile pesa inaenda ikipanda, hata ile kipanda ulikuwa unakunywa je, unafanya nini? Unawacha. Utaendaje usimamishe kama hiyo hali pasta ametuambia amenunua kwa kibanda ya chai ya 20. Unawezekana? Vile unapanda hata watu unawacha wanafikiria ni maringo, unayo na kumbe si maringo. Ni kawaida. Ng'ombe akai zizi moja na mbuzi. Ng'ombe zikienda, ng'ombe zinasonga, mbuzi anapa. Na waomba hivi tu nikiketi chini. Sisi tulio hapa. Mtu asikwe ukienda ukitoa hiyo Biblia amesema toa 13, wachana na nyingine. Kwa sababu kama unataka kuwa milionea lazima utakuwa na nini? You must exercise patience. Kama mimi sasa ile niliingia na kidogo, hata ikiingia na kidogo na kuna kitu ambayo nimepata wakati inaendelea ambayo ni rahisi sana. Wakati wetu hatukuwa na witnesses kama nyinyi. Nyinyi ni sasa ni mashahidi wote. Natoka hapo nje unaambia huyu ametoa, huyu ametoa. Siku hiyo Biblia tu niliona, nilikuwa namwangalia naona ni mkora hii. Unajua hata ni huyu. Mwangalia huyu. Nikamwambia acha ni ngapi naye kwa akaniambia ande nikaweka hata $7. Tulipokuwa tunafanya kwa simu, akaona niko na zaidi, akaniambia siongeze, nikamwambia hapana, wacha kuniangalia. Imagine how I wish ningeweka mingi kwa sababu hiyo pesa ilikuwa mbio. Nikaambia sasa hata mimi sio ifikia $100 ndio hiyo inaambiwa minimum. Yangu ile nimeiweka kabisa na $8 zaidi. Niliweka nikaongeza nyingine 6 ikaanza kuwa yenyewe. Biblia anasema ametoa kama milioni 2 si kweli. Hakuambia ukweli, mimi nimetoa zaidi ya 3 na niliingia November last year. Yes, 3 million shillings. Nimetoa more than 3 million na sasa hivi niko na karibu 800. Labda hakuambia. Hapa pesa unaangalia pesa ile inasema ni ya shetani. Haikai kama pesa kwa sababu hata ujuzi ya kutumia pesa imekuja. Unakaa tu pesa kama leo nitapata karibu 20,000. Na nikuja hapa tu nifinye simu 20. Kwa hivyo nawaomba kama mtu anataka kubadilisha maisha yake, wacha hii pesa ikuwe kidogo. Kwa nini? Kwa simu yako. There is no risk. Pesa iko na tunapata. Kitu kingine ninawaomba. Hiyo nimeona pale kwetu mimi ndio wapi nimetoka Mikindori. Watu wetu wanatosheka sana. Mtu anaenda anapata tu pesa kidogo, hapo sawa. Tunakaa kama una muluya hapa. Na muluya.
na wako wacha tuwaseme. Kuna siku nilikuwa nimeajiriwa na mzungu, nilikuwa nafanya kazi free okay. Tukapewa kazi ya kwenda kufanya mishiri, nilikuwa nafanya western. Kwani nini Waluya? Sasa unaenda unakuta watu Waluya na Uganda wanatoshana karibu sana. Unaenda unakuta mtu ameweka matuta ya viazi, sweet potatoes. Kwetu tunapanda laini au mtu anatengeneza tumulima. Sasa akitengeneza tumulima 30, anajua hiyo ni mwezi. Tunawaambia meshiri haitaki kuwa meshiri, unajua haifai kuwa imejipinda. Hawa nao wanauliza kwani mzungu akikule imejipinda atakaa aje? Ukinyesha kidogo hawakuji kazi. Ukimsukuma sana anakuambia mimi niko sawa, anakuhesabia matuta na kwambia mimi kesho ile nyingine akwambia ni mwezi niko hapa. Kwa hivyo ningewaomba namna hii. Tusiwe ni watu wa VIP tu, kwa sababu sasa hivi viongozi wakikuwa hapa kuna wengine na si waeni, unakuta mtu wako na miezi 2 katika station moja. Unasikia kwanza anasema mwingine mama atakuwa ameenda next level. Mtu asitosheke hapo anaketi, amesema sasa ati elfu tatu inaweza kununua nini hata kama tunasema. Pesa 3,000 hata kukuja hapa Isiolo hata mmoja ona gari yangu mimi. Yangu ile naendanga na viongozi. Nikipita hapa hata sisi maisha na polisi hata kama ina insurance. Ni ile gari inaendea na matajiri. Mnaniona hivi mnanidharau, si ndio? Nyinyi mnaweza kuwa kama mimi. Ni gari kubwa, gari yenye isumbuliwi, miguu yake hata mtu anajua inaendea wapi, na pesa zimetoka wapi? Zimetoka hapa. Na wao na si kiburi. Hakuna mtu asiye na uwezo wa kufanya nini? Hayo mambo. Tukifika Disemba nyinyi naona hapa nyinyi wote kila mtu atakuwa na zaidi ya 1,500, 1,600, hakuna kuswe. Kwa hivyo Mungu ajichange, ajitie nguvu. And when you are forming your team is a secret of land. Keep constantly talking to your people. Mnajua ni kwa nini watu wanaenda kanisani every Sunday? Wewe mama. Ni kwa nini watu wanaenda kanisani every Sunday? Kuomba. Wanaenda kanisani kufanya nini? Kuomba. Si kweli, kwani wewe siomba nyumbani? Watu wanaenda kanisani kila Sunday kukumbushwa. Kwa sababu wanadamu usahau. Kwa hivyo kwa kila kikundi chako every now and then keep reminding them. Na tumefika wapi? What have you done today? Unaona Olivia na kaka na hiyo reminders. Kwa sababu mwanadamu kazi yake ile kubwa ni kufanya nini? Kwa hivyo nawaomba. Hiyo kikundi chako achana na kikundi chako wale wako chini yako sana. Hivi ndio only 5 wenye uko nao hapa karibu. Nao na kila mtu hapa ni timu ukiwa na mtu mwingine. Keep talking to your people. Keep reminding them. Waambie kuna uzuri wapi? Kuna uzuri hapa mtu asiende kulala akatosheka na pesa kidogo. Msiwe ni watu kutosheka na kidogo. Kuna jamaa amesema hapa tutanyonya nini? This is our time. Tunyonya ni mati? Asante. Okay, hiyo bwana basi. Tunaona ya maneno machache lakini ya kwa mazuri. Ndio kama namna hiyo. Sote ni 50. Watakao kuja tunajua kabisa. The first person who came. Naona? Atapata kikombe. Sio ngani? Na tuongea na Julia. Na Stella anakuja hapa kutuongoza kukata keki. Pia Idrisa atakapo wakuje tafadhali. Kama utatelewa, mimi nimetelewa ni maana niko na furaha siku ya leo, si ndio? Ofisi ya Isiolo tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Haya. Thank you very much.
Seat of office lounge Isiolo. Ndio. Seat of office lounge Isiolo. Hebu semeni kwa kwanza. Seat office lounge Isiolo. Isiolo office lounge. Hiyo ndio shule sasa. Hiyo ndio shule. Sasa tunasema Isiolo office lounge. Isiolo office lounge. Isiolo office lounge. Tusemeni hivi pamoja, si ndio? Yule Mungu ambaye anafungulia watu mlango, atumize mlango huu. Tuseme hivyo. Yule Mungu anafungua mlango, atumize mlango huu. Yesu anaelewa? Yule Mungu mwenye kufungua milango, atumize mlango huu katika jina la Yesu. Na mapenzi yake kwetu yatimie. Tukakue kama vile alivyotarajia. Ili maisha yetu yampatie utukufu. Amen. Tukae kama vile angetaka tukae. Amen. Mtu anapotuona anasema afadhali Mungu kuliko wengine. Si ndio? Si Mungu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuombe dakika moja, si ndio? Baba Mungu mwenye sifa na Mungu mwenye utukufu. Ni kwa sababu yako ndio tuko mahali hapa. Umesema vizuri in the book of Isaiah 43. Verse number 19 King of the Glory. Kwanza basi na mekini Bwana Mwenyezi umesema tusikumbuke mambo yaliyopita wala tuweke mawazo yetu kwa mambo ya kitambo. Lakini tuangalie mambo mapya ambayo umeanza kuyatenda na tayari yamesipuka. Umesema utachimba visima jangwani, hata wanyama wa pori watafurahia hiyo maji. Tunakushukuru Bwana kwa kutembelea watu wako wakati walikuwa wanakuhitaji sana. Wakati ulimwengu na uchumi wa dunia umetikisika. Umesema Bwana, wacha sisi tufurahie hii nafasi nzuri ambayo imetoka kwako. Ninakushukuru kwa waliojitia moyo na kuamua kuungana katika platform hii ya kutafuta pesa. Tunajua hakuna mahali panaonekana pazuri palipo na vitu vizuri. Na ndio maana Bwana Biblia inasema kwamba njia ya kuenda mbinguni ni nyembamba, lakini ile ya kwenda kupotea kuzimu imepanuka sana. Tunakushukuru kwa sababu ya hii barabara umetupatia. Atakayeamua kuweka pesa zake pale, wacha Bwana ukamtajirishe. Tunakushukuru kwa sababu hii ni mkono wako umeonyesha kwetu. Tunabarikiza hii platform ikae miaka mingi, ikafaidi hata vizazi vitakavyokuja kwa utukufu wa jina lako. Na wale wameanza nayo saizi ambao wako ndani, tunaomba wakakuwe Bwana CEO wa ulimwengu katika jina la Yesu. Tunajua ulimwengu ni mpana sana. Tunajua kupitia sifu kuna watu tutawatoa Kenya wakasimamia Afrika. Kuna wengine tutawatoa mahali wakasimamia nchi fulani kwa utukufu wa jina lako. Walio hapa Bwana wainue sana. Tukapofanya mkutano mwingine tuwe tuna magari mengi yamekuwa packed kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa safari njema ambazo tunaenda kutupatia. Tutakapofika nyumbani salama tutakutukuza na kulibariki jina lako. Ni kwa jina la Yesu Mungu hapa tumeomba. Amen. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na sisi zote sasa na hata milele. Ndio. Amen. Tubarikiwe sana.